Kwa majina naitwa Mike Makarena. Leo hii tumekutana na viongozi wetu, watu ambaye tunajua kukaa Nairobi ni kusema nini. Tukasema sisi wa Meru tumelegea mikono, miguu. Mimi peke yangu ndio sina miguu, hao wengine wanatembea. Kama chairman wa My Literate mimi nasema Embakasi, Kenya, wapi kila mtu anafurahia vile mtoto wetu Kindiki ako kwa ofisi. Pale Embu ile mambo ilitokea, ile ilikuwa mpango ya yule MP mrefu anaitwaje yule MP yule women rep wa Embu. Siasa yenu ilikuwa siasa mbovu. Ndio unaona hata former deputy president aliingia kwa maombi na mlango ya nyuma. Hakuna mtu alikuwa amemkataza kukanyanga carpet, lakini kwa sababu alikuwa amejua kuna kandi imechezwa, kuna vitu wamepanga, ndio walikuja na njia hiyo. Mimi nataka kuambia Wakenya, watu wa Kenya aswa Mount Kenya East wanaheshimu huyu mtoto wetu sana Kindiki. Kapisa. Na Kindiki anaheshimika. Kapisa. Na nataka kuambia Kindiki anaheshimika. Na walazimiza Kindiki anaheshimika na Kenya mzima. Ukiangalia kama former president Uhuru Muigai Kenyatta, ile furaha alikuwa naye akiwa na mtoto ambaye anamheshimu. Kindiki endelea kuheshimu former president, endelea kuheshimu watu wote kwa sababu wewe ni mtoto ambaye amelelewa na njia ya kikanisa. Nataka kuwaambia watu hivi, wakati unaona Uhuru mara yake ya kwanza kusikia Kindiki amepewa nafasi, ndiye alijitokeza kwa mtandao yao, kwa sababu anajua nini, huyu mtoto ile njina inaitwa mlima, yeye atasongeza mlima ifike kwa Wakenya wale wengine. Sisi tulikuwa tumejiunga pamoja tukijiita mlima, haungefanya kazi hapa Nairobi. Hawa ni wafanyabiashara zao Nairobi, wengine ni maprofesa, wengine ni walimu na ni Wameru. Na kusema si ni Wameru, hiyo sio siasa, kwa sababu tuko na mandugu zetu hapa, tunaongea lugha moja. Kwa hivyo tunataka kuambia watu pale Embu ile ilikuwa mpango ya kisiasa, na nataka kuambia women rep wa Embu na yule MP wa Ronjenjes, wacheneni na siasa nduni. Gachagua alienda nyumbani, na kama alienda nyumbani alienda, hakuna cha kurudi nyuma. Na nataka kuambia Kindiki, ukisapewa ofisi kama hiyo kao ngangare. Mimi nilikuwa kwa opposition kwa Raila, nilikuwa nawekwa pengu na miguu hakuna, nawekwa pengu za miguu na mikono nikicheza na serikali. Kwa hii serikali yule atacheza naye, hata nyinyi tutawaweka ndani vile tulikuwa tunawekwa na Raila. Kwa nini nafikiri nini? Na Ruto wewe ndio president, tuko na wewe 10. Wacha chama niongee, kwa sababu nikiongea nitalipuka leo. Niko na wale wanaongea hata mimi niko kwa serikali. Nakula nyama natikisa. Saa hii Kindiki ane deputy president, hiyo suluhisho, hiyo shinda zote atamaliza. Niko kwa serikali, kama Kindiki ako kwa serikali, sina saa yote niliachia Kindiki. Kindiki ndiye atajua sina saa, sijui mimi. Mimi kazi yangu niko nyuma ya Kindiki. Hata nyinyi mmekuwa bababu kijua sina saa. Sina zimekuwa mingi Kenya. Saa hii tuko na mtoto wetu ako pale. Haja yangu ni kumwambia usipingane na watu na mabishops, usipigane na watu wa makanisa, vile wanasema, na muomba ambie rais wasikize kanisa. Mimi ni Mkatoliki. Kitu ambacho inaweza fanya nitoroke Kindiki tu ni mambo ya kanisa. Hii shinda zingine hizi. Kindiki ako na wiki mbili, ni wiki moja ama ni mwezi moja? Ni mwezi moja ameingia asaidie rais. Kwa hivyo naomba Wakenya wapee Kindiki nafasi. Na mmeona ameanza kusonga, asaidie rais. Yule alikuwa mtu wa kifua. Sasa Kindiki ameingia, atasaidia rais. Hata hii shinda iko ya Herod, ile iko mambo yote iko, najua Kindiki atanyorosa na atasaidia president na tutavuka ngambo ile nyingine. Sasa watu wetu wa ODM, naona Oparanya ako pale, naona Njoo ako pale, Raila ako ndani, tuwe shindo kuokoa Kenya. Sasa tunakuja kuokoa Kenya. Sitapinga serikali mipango yake, kwa sababu mtoto yetu yuko pale bwana, na hatujaipata kitu kingine, muachane na sisi bwana. Sina sani mambo ya Kenya na dunia, tutaomba pesa.
shida iko wapi serikali? Gachagua ndiye alikuwa shinda ya serikali. Hakuna shinda Kenya iko naye. Watu wapee serikali miezi ingine 3 kutoka atoke. Serikali ikileta mpango hii yeye anapinga. Yeye alikuwa amechaguliwa kwa serikali. Si angekaa opposition. Saa kwa opposition. Utakuwa unawekwa pengu Gachagua. Ukipinga mambo ya serikali pengu. Kitu tunaomba serikali wasipinge mambo ya kanisa. Bishops wakisema kitu, naomba Kindiki aongee na rais. Hata mimi naongeanga na rais. Saa hii tuko kitu moja. Raila tumezikizana, Kenya isonge mbele. Hatutamaliza Kenya kwa sababu ya Herodhi peke yake tuanguze Kenya. Wewe uko na kagari yako, wewe uko na mboma yako. Tukiendelea kuongea hii serikali ni mimi na wewe. Kwa hivyo ile tunaomba ni wale viongozi wasikize maoni ya watu. Na kusikiza maoni ya watu si kumaanisha tuanguze Kenya. Kwa sababu wengi wetu wale wanaongea, na nataka ukuuliza, saa Kalonzo ndiye atakuja asaidie Kenya? Ama ndi Wamalo mtu hata karatasi inaangukanga hivi tukiwa na mkutano na Raila tunaacho peke yetu. Mimi mlemavu mwenye sitembei naacho niko nyuma ya Raila, hao wametoroka, wale hawezi saidia. Kitu ile iko ni kuomba Mungu. Vile tumepewa mtoto wetu Kindiki, anaongea vizuri na anaelezea vizuri, endelee kusaidia rais, Kenya isonge mbele na Kenya itasonga mbele. Very soon watu watakuwa wanaimbia hii serikali kwa sababu hii serikali ni ya Wakenya wote. Hii serikali ni ya Wakenya wote. Tumetoa ile kisirani ilikuwa hapa ndani. Hii inaitwa Gachagua. Hata Uhuru niliona anamwangalia akiwa huko amejiweka, ndio wajua Gachagua anajivichanga kwa watu huko ndio apate sympathy. Sasa Uhuru alikuwa anamjua, alikuwa anamcheka tu. Alikuwa anafikiri Uhuru atakuja aongee kuhusu yeye. Na niambie Jeremia Kioni, uliona Uhuru vile anaheshimu unaona vile anaheshimu Kindiki? Wewe heshimu Kindiki wewe bana, achana na kucheza. Mount Kenya ni moja hivi. Tumeishi na nyinyi kutoka 1963. Na tumejua nyinyi mnatupenda. Kwa hivyo hii ndogo hii imebaki. Na Kindiki, kama kuna mtu unaweza sikilia vizuri, hata wachana na mimi. Usikubali biashara yoyote ya Mkikuyu, ya Mkenya iharibike ukiwa hapo nyuma ya rais. Saidia rais. Na njoo wewe Kindiki ulituambia rais ni mzuri, mimi sitaki kujua. Kindiki ndiye amesema Ruto ni mzuri, mimi naenda nikiimba Ruto. Kindiki akiniambia si mzuri, na mchunge mama Kawera. Huyo mama akae na wale wa mama wengine. Si wanaume tumezoea kuwaonga. Mbele ndio mama walikuwa wanapigwa makofi. Siku hizi wa mama ndio chakula, ndio nyumba, ndio nguo, ndio wanatulea. Wale mama ndio wanajua maana ya mama. Asanteni, wacha kiongozi mmoja aongee. Hawa ni wale wa Meru wanaishi hapa Nairobi. Wanasemanga wao wanapenda Kindiki na Stakaki waongee. Ongea leo bwana before tuende kukula miraa. Asante sana wacha tuendelee sasa kukubaliana na yale huyu kiongozi Mike Makarena ameongea ukweli mtupu, na sitaki kuendelea kuongeza mengine, lakini kuna ukweli ambaye lazima isemwe na vile kuficha. Tukiongea maneno ya huyu vice president, huyu deputy president professor, huyu ni mtu anajulikana kutoka utotoni, kutoka asome uongozi wake akiwa senator, akiwa minister for interior. Ni mtu anajulikana mchapakazi. Amenyorosha ile insecurity yote imekuwa Kenya Al-Shabaab, ile nyingine North Rift, ile nyingine amenyorosha yote Kenya imekuwa sambamba. Tumekuwa watu ambao tunajulikana mpaka tunaitwa dunia kwenda kusaidia pale kuna insecurity. Hiyo ni mtu mchapakazi. Tukiingia huku kwingine, kuna vile wananchi na wanasiasa wamekorogana, huyu amerab shondasi na huyu amechokoshana na huyu, ametizana na huyu. Huyu ni clean. He has never rubbed shoulders with anybody. Ni rafiki ya Raila, rafiki ya Kalonzo, rafiki ya Ruto, rafiki ya Gachagua, rafiki ya kila mtu. Huyu ndio kiongozi ambaye ana ubaguzi, anaweza ngudisha hata Kenya. Siku ile alikuwa anapewa ile muma, ile ya kuingia ndipo president. Asema I could not imagine that me mtoto from minority I can be anything in Kenya. So Kenya imeonyesha that it is a land of possibilities. Minority can become something. Na kupitia urais wetu ambaye tunampenda sana, amepea chance na kuonyesha kweli mtoto from minority can be something. So tuna support huyu deputy president ambaye ni mtu ambaye ana clean record, hajai tusi mtu, hajai onyesha ubaguzi, ni kiongozi anaenda kushikanisha mlima yote east na west. Ni rafiki wa Gachagua. Ile kiti alipewa yako campaign, Gachagua vutwe, alafu apatiwe. Ni watu alinyamaza na mpango ya Mungu ikaonekana.
Akasemekana haya kiti Gachagua umenyang'anywa. Wapi ndugu yako mwingine ako hapa? Yule akawekwa ile tunaenda kukimiru muunge, akakuwa sasa ni mzee wa Njuri Jeke, ni mzee wa mlima wa Makiama. Sasa yule ni kiongozi, senior most politician in the government in Mount Kenya region. Na mlima yote inaenda kumshikanisha, na ishikanishe yote, hakuna vita. Hata kiongozi wetu Uhuru alimsalimia akasema tunaenda sabamba, na hata Gachagua kama ameenda si hata anachukiwa anapigwa na mtu yote, ni kulingana vile Mungu anapenda ameongea, na tunapaka sote pamoja. Sisi tukua hapa ni viongozi professionals balibali, tumetoka Nairobi. Grupi yetu ni sisi ambaye tunaishi hapa, tunajua kuishi Nairobi ni nini. Minority groups tuko hapa na tuna wakati wa kusimama na serikali tuseme we are going to move forward. Ile maneno imetendeka haitaturudisha nyuma. Ni asante sana. Waache ngozi mwingine aongea hapa. Kabla umalize, kuna tetezi kwamba William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu kwa sasa aliweza kuchangia kutimuliwa kwa Rigathi Gachagua na akamchukua Profesa Kindiki. Sababu ni wanadaisha kwamba ni mtu anaambiwa left anaenda left. Unajihisi kwamba kutakuwa na tofauti, manake Gachagua wakati mwingine tulimsikia akidaisha kwamba anatimuliwa sababu anaambia rais ukweli. Na ukweli ndio umefanya akatimuliwa. Huenda hii ya Kithure Kindiki itakuwa tofauti. That is a total lie and contradiction. Kwa sababu hata ukiangalia ukifanya ujajuzi yote track record, hakuna mahali ambapo rais anasemekana alisike maneno. Hii ni maneno ilikuwa motion sponsors, hata wale wa opposition wa Azimio ndio walileta hii maneno. Alafu ukasemekana imekuwa hivyo, rais deputy president hawakuhusika kutamuliwa kwa Gachagua. Walinyoroshana na mbunge huko, rais aenda bunge, Kindiki aenda bunge. Hii maneno ilifanywa bunge, wakaenda court. Mwingine amekaa State House, amekaa kwa ofisi yake anafanya kazi yake, wakasema because we believe in democracy. President akaamua vile viongozi, people's representatives, Senate na Parliament vile ameamua iende hivyo. Sitaki kupinga vile uongozi watu wengi wanasema. Nani alisema professor ni mtu ya yes no? That is pure propaganda. Senator amechagua senator miaka ngapi? Yes, amekuwa a top scholar in Kenya. Amekuwa politician, amekuwa minister for interior. Sile Mungu amenyorosha. Sasa kama amekuwa mtu ya yes, hawezi kuendelea. Ule mtu ako very focused, very determined, is a profession, he knows, is enlightened, na ni mtu ako na Mungu. Hiyo yote unasikia ni siasa propaganda. Ruto amefanya hivi, hiyo ni uongo na si kweli. There is nothing to prove that. Walete ushahidi. Waseme Ruto alisema hivi, Kindiki alisema hivi, walete ushahidi. There is nothing. Hiyo propaganda tupu. Na hiyo ni kututakia Kenya mambo mabaya. Nani alisema atakuwa yes no? Atakuwa yes no. Tukiambiwa Kenya ikuwe mzuri, aseme yes sir. Hiyo ni mbaya kweli. Lakini wale naysayers, wale wa the pessimists, hawawezi kuona kitu kizuri yote kwa jambo lolote. Sasa hao ndio wanajaribu kuleta porojo ya pesa 8 na itawezekana. Are you answered now? Thank you. Sorry, kwa majina naitwa Musa Mwenda, former MC aspirant Kware Ward, Embakasi South, Nairobi County, na pia the secretary of the group. Mimi ningetaka kwanza kusema asante sana kwa hiki kikundi chetu ambacho kinaitwa Nairobi Minority Caucus, na we are very much focused kwa hii caucus kuendelea kushikilia serikali, especially kijana wetu ambaye anaitwa Kithure Kindiki. Tunatoa shukrani zetu kwa rais wetu, kwa president wetu, kwa kuonyesha Wakenya ya kwamba even minority can lead. That's why sisi kama minority tumeamua ya kwamba within Nairobi County tutaleta watu wote pamoja, all the minority tribes, ili tuweze kushikilia our DP and the president. Tutaendelea kuwashikilia up to the end. Ningeomba pia wananchi wape serikali nafasi pia. We have more than almost around 3 years remaining. Waipe muda ndio tuweze kutimiza the promises which they promised to the Kenyans. Naomba watu wetu wa Meru, wa Embu, Tharaka tushikilie mtoto wetu, kwa sababu si rahisi kupata a small tribe like Meru ama Embu wamepata mtu anaitwa deputy president. We could not think kama tunaweza pata hicho kiti. Kwa hivyo naomba minority tribes zote Nairobi County na pia Kenya mzima yote tuweze kushikilia kijana wetu Kithure Kindiki, at least ndio pia aweze kufanyia wananchi wengine kazi ama Kenya yote mzima kazi. Kwa hivyo sina mengi, viongozi wetu washaongea mambo mingi, sitaongea kupita hapo. Mimi yes. Tunaelewa kwamba kule Mount Kenya East Yeah. hamna chama. Yeah. Kuna uwezekano kwamba
na chama aje? Sisi Chama tuko nayo. chama saizi tunaongea mambo ya chama kinaitwa UDA. Yes. Kama mimi sisi unaona hapa ni wanachama wa UDA. Mimi nimekuwa secretary, I'm also the coordinator Nairobi County, tukiwa na viongozi wengine. Tuna coordinate chama cha UDA. We are very much okay. Chama cha UDA kitakuwa mpaka ile siku tutaambiwa na kiongozi wetu hawapati linda, tunaenda kwa hii chama ama tunaenda kwa hii muungano. Kwa hivyo sisi ile chama iko saizi ni ile inaongoza Kenya ni chama cha UDA. Tuendelea kushikilia mpaka ile siku tutachenjiwa chama ama tuende kwa muungano or whatever thing is going to happen. But kwa sasa we stand firm with our DP and the president as they lead our country. Are you okay? Waganda. Danda?